huo ujauzito ni baba yake mzazi. Na akadai tena apewe kikombe cha pili. Haiwezekani Masambamba. Kwamba mimi sina imani. Kwamba wewe Mungu wako peke yako wewe. Sio mbali sana lakini tukienda lazima tulale. Haina shida. Wachungaji wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Samanini sana. Kila mmoja wenu hapa nimempigia simu ya dharura. Hiki sio kikao rasmi cha kiofisi. Ni issue za personal tu ndio zimefanya niwapigie. Lakini pia nilikuwa nimempigia mchungaji Festo. Naona atakuwa yuko njiani. Nina jambo moja ambalo nataka niwashirikishe kama watumishi wa Mungu. Na jambo zito sana liko mbele yangu. Nimewaita, nahitaji maombi yenu. Kwa sababu nakiona kifo kiko mbele yangu. Halo. Mwasambamba. Njoo mara moja hapa mtoni. Aha. Njoo sasa hivi. Asante. Nashukuru sana. Wachungaji, Bwana asifiwe sana. Mnisamehe watumishi wa Mungu, nimechelewa. Kwa njiani kidogo foleni ilikuwa kubwa, kwa hiyo nimeshindwa kuwahi. Mnisamehe. Hongereni pia kwa kuwahi lakini. Amen. Askofu msaidizi yuko? Amefika, alikuwepo hapa. Okay. Ametoka mara moja, alikuwa anaongea na simu. Hata hivi nafikiri muda umeenda, ngoja nimcheki mara moja hapo. Sawa. Nione maana muda umeenda. Sawa. Pastor Festo. Ndio. Ni kweli askofu msaidizi amefika hapa. Japo hajamaliza kuongea kile anachotaka kutuambia. Lakini kuna jambo mimi amenishtua. Amesema, na nukuu maneno aliyosema. Okay. Amesema naombeni maombi yenu. Na nakiona kifo mbele yangu. Yaani kweli mimi binafsi ameniacha daima. Yaani sielewi ni nini hasa, nini kinamsumbua. Hatuelewi. Kwa hiyo tumebaki hapa tu tunamsubiri, maana katoka, simu yake imeita, ametoka, ndio mpaka sasa hivi unaingia wewe. Watumishi wa Bwana, nimekuta nje hayupo. Lakini tuendelee kuwa wavumilivu, tumsubiri. Labda kwa sababu yuko Pastor Meshaki hapa, mimi nafikiri atakuwa anafahamu jambo, kwa sababu huyu yuko karibu sana kidogo na askofu msaidizi. Kwa hiyo nafikiri Pastor Meshaki anaweza kutuambia kama kuna jambo unalijua, mtumishi wa Bwana, basi ni vizuri ukatueleza, kwa sababu mko karibu sana na askofu. Sasa toka ameondoka hajarudi mpaka saa hizi,
tunakuwa na mashaka kidogo. Kwa hiyo tuambie kama kuna jambo unalifahamu kwa sababu mko karibu sana. Kwa hili lipo nje ya uwezo wangu. Siwezi kulijibia. Kwa sababu wote tumeitwa hapa. Basi tuendelee kumsubiri tujue ametuitia nini. Ila mimi nakufahamu. Hiki ni chuma. Paka imetuita hapa. Haujue kweli kimetetereka. Penzi wangu Dorcas, yaani huwezi kuamini, nilipoona tu simu yako, nilikuwa kwenye kikao cha wachungaji. Yaani mara baada tu ya kuona simu yako, yaani hata sijaelewa nimefikaje hapa. Lakini umenichanganya sana. Mbona ulikuwa upokea simu zangu? Nisamehe kwa hilo Mwasambamba. Jana ilikuwa ngumu kupokea simu yako. Maana nilikopo naye. Sawa vipi lakini umefanikiwa mpenzi wangu. Ndio maana nimekupigia simu. Lakini haikuwa rahisi. Na ninaomba umsaidie kweli mume wangu. Ziko wapi sasa hizo nywele ziko wapi na kucha? Aya. Asante sana mpenzi wangu. Yaani kuna kitu kimoja ambacho ukijui. Huwezi kuamini Dorcas. Yaani kwa hiyo ulichokifanya, nitakupenda daima. Nitakuheshimu daima. Unajua nini? Umeokoa uhai wangu. Umeokoa uhai wangu Dorcas. Mimi nilikuwa ni mtu wa kufa. Nimeokoa uhai wako wewe? Yes. Na sio kumsaidia tena mume wangu? Kivipi yani? Ni kweli Dorcas. Na kuomba kwa sasa niko nje ya muda. Wacha mimi nikimbie niwaishe hivi vitu. Lakini baada ya kumaliza hili jambo, tutakaa nitakueleza vizuri. Kwa nini ulikuwa unisamehe? Najua niliongea uongo katika unisamehe, lakini hii yote ilikuwa ni katika kuokoa uhai wangu. Naomba niende please. Naomba niwahi. Samahani Dorcas. Naomba niondoke please. Lile ninalolipenda silo ninalolitenda, na lile nisilolipenda Unajua ni nini? Mimi sielewi. Kwa sababu hapa ametuita yeye mwenyewe. Haya, simu imemnyanyua mwenyewe. Anatuacha si hapa bila kutuambia chochote. Sisi tunaona kama ni dharau. Yaani hizo ni dharau. Alitakiwa atupe hata hivi jamani, mimi 1 2 3 hata tuombe, na sisi ni binadamu. Hapana Pastor Margaret, ni kwamba huyu ni kiongozi wetu. Hatupaswi kumjadili kwa lolote. Tusubiri. Hata hivi ngoja nimpigie simu ili tujue nini kinaendelea. Kwa sababu ameondoka na hatujui yuko eneo gani, na hiyo simu aliyokuwa anapiga ni nani anampigia. Bahati mbaya hapatikani hewani. Kwa tusubiri tu. Sawa mkuu wa jimbo. Mimi kifika saa 7 nitaomba ruhusa kuondoka. Kwa sababu leo nina kikao pale usharikani cha halmashauri ya usharika, na mimi ni mwenyekiti wa hicho kikao. Kwa hiyo nitakuta wananisubiri pale. Mchungaji Margaret, nimekuelewa, lakini kiprotoko kukiwa na kikao cha mkubwa mbele yako, kikao chako wewe mdogo lazima kife, automatically kinakufa. Kinapangiwa tarehe nyingine. Huyu ni baba yetu, ametuita tusikilize. Tukitoka hapa then tunaendelea na vikao vyetu. Sawa watumishi wa Bwana? Sahihi. Naomba muelewe hivyo. Hii ndio itifaki. Pia
Mimi nafikiri tena niongezee kidogo hapo kwamba naunga mkono wa kumsubiri, kwa sababu simu niliyopigiwa na msaidizi askofu inanipa nguvu ya kumsubiria, kwa sababu na nilipokuta hapa wanasema kwamba amehitaji maombi. Mimi nafikiri kuna umuhimu wa kumsubiri. Tuvute tu subira, kwa sababu simu ile ilikuwa na msisitizo, inaonekana kuna jambo. Kwa hiyo ninaomba tu watumishi wa Mungu tuvute subira, tumsubirie angalau kwa muda fulani. Mimi nafikiri wazo wa kumsubiri itakuwa liko vizuri, alafu then baada ya hapo tutajua kinachoendelea. Ni kweli lakini naona wachungaji, kwa muda huu ambao tunajadili mambo haya na haya, tulikuwa tunapiga maombi. Alafu anapokuja akute tumesha muombea kabisa. Pastor, sija kuelewa Pastor Meshaki. Sijaelewa, unasema akute tumemuombea. Unalijua la kuombea? Kwa kwa yeye ndo amehitaji maombi. Unafahamu la kuombea? Si tunaomba tu watumishi wa Mungu. Tunaomba tu. Ndio maana nilisema wewe uko pamoja naye. Kwa sababu huwezi kusema tumuombee, maana yake unajua unataka tuombee nini. Basi tuambie unachotaka tumuombee, tutaomba. Kwa sababu wewe si uko pamoja naye. Unajua tunasema siku zote, unajua mtu hawezi kukosa watu wa karibu. Kwa hiyo tumeona kwa kuwa ni wa karibu, ndio maana tunakuuliza haya, utuambie, tuweke wazi, tutamuombea. Mimi nataka kusema mbingu zinawatazama. Yaani yote yanayoendelea, mbingu zinawatazama. Mambo yenu yapo wazi. Mimi nataka kusema watumishi wengi tunapitia kwenye mambo magumu. Hawa ndio sababu tunajikuta tunapitia kwenye maisha magumu, mambo magumu kwa sababu yao. Ni kweli kabisa. Yaani Pastor Meshaki, tungekuwa ni watu wa mataifa. Ndio. Yaani wewe tungekuita kabisa ni chawa wa msaidizi. Mimi nilikuwa nasema tu. Yaani mpaka mmefikia huko. Ona. Anahisi rahisi tu. Watumishi wa Mungu, tuwe wavumilivu. Watumishi wa Bwana, tuwe wavumilivu. Na lile nisilolipenda ndilo najikuta natenda, lile ninalolipenda silo ninalolitenda, lile nisilolipenda ndilo najikuta natenda, lile ninalolipenda silo ninalolitenda, na lile nisilolipenda ndilo najikuta natenda, na lile nisilolipenda ndilo najikuta natenda, lile ninalolipenda silo ninalolitenda, lile nisilolipenda ndilo najikuta natenda, lile ninalolipenda silo ninalolitenda, na lile nisilolipenda ndilo najikuta natenda, lile ninalolipenda silo ninalolitenda, lile nisilolipenda ndilo najikuta natenda.
Poleni watumishi wa Bwana. Poleni sana. Pastor Margaret, umechoka unalala? Pole sana mtumishi wa Bwana. Sasa wapendwa, nimefanya jitihada zangu zote za kufanya mawasiliano, sijampata mtumishi wa Mungu hewani, na hata nimejaribu kupiga simu nyumbani kwake pia hayupo. Kwa hiyo mimi nadhani jambo kubwa la msingi tuvute subira, tuendelee kumsubiri, maana hatujui ameelekea wapi, amekutwa na lipi. Tusubiri, tutaona majibu yatakayotupa. Atakuja tu, maana hata simu yake nyingine bado iko hapa mezani, ameiacha. Acha tumsubiri, atakuja tu. Mimi mkuu wa jimbo, kiukweli kabisa naona katika ulimwengu wa roho na kitu fulani ambacho napewa amani, na moyo wangu unasema kwamba liko jambo ambalo nataka kuomba, kwa sababu mtumishi wa Mungu mpaka sasa hivi hajaja, lakini nasikia sauti ndani ikisema tumwombe. Njema tu. Karibu. Asante, nilikuwa napata maelekezo kupitia simu. Sijui ni wewe kwa nipigia? Ndio, ni mimi. Karibu sana. Okay, asante. Umeniambia kuna mgonjwa. Mlete basi nifanyie huduma niweze kuwahi. Mgonjwa ni mimi mwenyewe, mimi ndo nina matatizo mchungaji. Wewe ndio mgonjwa? Ndio. Okay. Unasumbuliwa na nini? Mimi na matatizo mengi mchungaji, hasa inapofika usiku silali. Hapa ni kwako au? Hapa ni nyumbani kwetu, ila wazazi wangu hawapo. Wapo nje kikazi. Okay. Na haya matatizo yameanza baada ya wao kuondoka au wakati wote ulikuwa unapata matatizo haya? Baada ya wao kuondoka ndio matatizo nayapitia. Na mnaishi wangapi sasa hivi? Nipo mwenyewe. Okay. Sawa, kwa hiyo umesema shida kubwa ni nini? Sasa inapofika usiku, miguu inaanza kuniuma, inawaka moto. Kuanzia kwenye unyayo mpaka maeneo haya. Sasa ufunika tu dada, afu nielekeza vizuri. Hamna shida. Ndio maana mambo yanakusumbua. Okay. Tatizo lingine? Tatizo lingine mchungaji, sehemu hizi zinakuwa ni kama nawashwa, nasikia maumivu makali, nawashwa. Natamani kama kuna mtu ananikuna. Najisikia nimewashwa sana. Kuna shida nyingine? Sawa, basi nitamwomba Mungu ulinzi kwa ajili ya nyumba hii, na utakuwa salama. Na kwenda kuamuru ulinzi. Hapana mchungaji, mimi shida yangu kubwa sio maombi. Mimi nilikuwa nahitaji ubaki hapa uone matatizo ninayopata usiku. Dada, umenipigia simu ukasema unahitaji maombi. Simu yako ya kwanza ilisema hivyo. Nakuja hapa unasema vitu vingine. Nisikilize. Umeniambia unahitaji maombi. Na kama hayo matatizo yanakutokea kweli, nikimuomba Mungu hayatakutokea tena. Kama ni maluelue, kama ni mangamngam, kama ni minyenya, nafuta kila kitu, utakuwa sawa. Lakini ukianza vitu vingine hivi. Hapana, mimi matatizo mengi nayapata ni usiku, ndo changamoto hizo zinazipitia. Kwa nilikuwa naomba ubaki hapa ili ujione mwenyewe usiku. Naitwa nani? Naitwa Sofia. Sofia. Naitwa mchungaji Ken. Na mheshimu Mungu kuliko kitu chochote.
ninalolipenda silo ninalolitenda, na lile nisilolipenda ndilo najikuta natenda. Lile ninalolipenda silo ninalolitenda, lile nisilolipenda ndilo najikuta natenda. Lile ninalolipenda silo ninalolitenda, na lile nisilolipenda ndilo najikuta natenda. Lile ninalolipenda silo ninalolitenda, lile nisilolipenda